nasikia ndani yangu, ili Bwana akubariki. Tengeneza my friend. Neema ambayo Mungu anaenda kukufanyia ni neema ya ajabu. Kuna milango nasikia ndani. Yaani hata nikiishia hapa, lakini nasikia ndani kuna milango. My friend, hebu sema amen mara 3. Amen, amen, amen. Hey, tengeneza. Yaani unatengeneza hapo, utashangaa. Kuna watu wengine umeweka ndani ya moyo wako, umewafunga. Kiasi kwamba watu walivyowafunga, wengine wana magonjwa yao ya kurithi. Unajisikia mzito, ukilala moyo unaenda mbio, maana umefunga watu kwenye moyo wako. Ondoa hiyo. Ondoa kwa jina la Yesu, ondoa. Jisikie mwepesi. Usilale unatembea na watu, kiamka unatembea na watu, ukilala unalala na watu, ukiongea unaongea na watu. Acha hiyo. Kuna wengine walikufa bado umeweka kwenye moyo. Yaani wewe unamweka marehemu kwenye moyo wako. Una moyo wa aina gani? Kama ni mmeo au mkeo alishaondoka, kama ni mtoto alishaondoka, kama ni mzazi alishaondoka. Wewe watu wakiongea mambo ya maana, lazima upachike jambo la marehemu. Yaani huna hata heshima. Huna hata heshima. Marehemu alishaendaga, mwenda zake ameshaenda, umebaki. Tengeneza mambo yako. Usifunge milango. Fulani angekuepo. Alishaenda, wewe upo sasa. Weka legacy, tengeneza legacy yako. Tengeneza wasifu wako. Mungu anataka kubariki mwaka huu. Kuna jambo la neema mbele ya maisha yako. Mungu anataka afanye kitu ambacho wanadamu hawawezi kufanya. Mungu anataka afungue milango ambayo ndugu zako, majirani hawawezi kutengeneza wala kufungua. Mungu anataka aende, na hawezi kwenda na wewe kama wewe umeganda. Hawezi. Lazima wewe ufungue kitu hapo. Lazima utengeneze kitu hapo. Uwajibike ipasavyo. Na usiwe mzigo ndani ya kanisa. Kuna watu wengine ni mzigo ndani ya kanisa. Ni mizigo. Kwenye maombi hawaji, ni mizigo. Kwenye utoaji hawatoi, ni mizigo. Zaka hawatoi, ni mizigo. Mwana. Hadi nyumbani ni mizigo. Wengine wanaenda kulima, yeye ndiye amevuta shuka analala. Wengine wanaamka kwenye kazi zingine za nyumbani, yeye hafanyi, ni mizigo. Huyo ndio unakuta kesho ni mke wa mtu, mwingine ni mume wa mtu. Ni mizigo inaoana. Wanaoana humo ndani, wanategemea tena wazazi wao ndio walipie kodi ya nyumba ya kuishi. Wajinga, hawana maana. Poleni. Mimi nakupa. Hii ndio yako nakupa. Wewe ni mzigo. Mama yako ana kijana una miaka 30, mama yako anamka saa 12, wewe unamka saa 2. Mama yako adeki nyumba, aoshe vyombo, afage wai, wewe bado umelala. Unamka kama boss, eti umemaliza diploma. Hauna diploma, wewe ni mjinga. 0-. Una adabu. Halafu ndio kesho uende huo binti wa watu, uolewe na kijana wa watu, mzigo. Ulichelewa kulala. Ulilala saa 7, saa 8. Unaangalia Facebook, Instagram, unaangalia na YouTube, unaangalia na TikTok. Umekesea hapo. Bora ungeenda kanisani, ungekesha, ungeombea kanisa, ungeombea maisha yajayo, Mungu angekubariki. Lakini umekesha kwenye TikTok saa 8, unakuja kuamka saa 3. Unaamka kichwa kinauma, ulikesha kwenye mtandao, una adabu. Alafu nataka Mungu akubariki saa ngapi? Nafikiri Mungu ni Abdalla au ni Onyango. Mungu sio Nyango, Mungu sio Otieno, Mungu sio Marwa, Mungu sio Chacha. Mungu ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Anataka awe pamoja na wewe mwanangu. Hii dozi ya mwisho hata kama ni kali, ni ngumu, lakini imeze. Hiyo ndio tiba yako. Na utaona milango inafunguka. Usilale kama marehemu. Watu wengi wamefia usingizini. Usilale. Kuna mlango huko mbele yako, ukinyanyuka tu mwanangu. Wewe ni binti mzuri, una sura nzuri. Unalala namna hiyo kwa sababu gani?